Halo, Bwana Yesu asifiwe. Nataka leo nikupe kitu kikubwa muhimu sana katika maisha, hasa kupitia ile habari ya Musa na wana wa Israeli walipokuwa wakitoka kule Misri na kuelekea katika nchi ya ahadi, yani Kanaani. Wazo la Mungu la kwanza lilikuwa Musa awatoe wana wa Israeli katika nchi ya Misri na awapeleke mpaka katika nchi ya ahadi, yani Kanaani. Lakini tunaona Musa hakuingia Kanaani. Mungu aligairi mpango wake au maono yake ya kwanza. Tunajifunza kwamba kumbe Mungu anaweza akageuza mawazo juu ya maisha ya mtu. Yaani Mungu anaweza akageuza mawazo juu yako wewe ikiwa utakwenda kinyume na mapenzi yake. Walipotoka pale bahari ya Shamu, wana wa Israeli wakiwa na Musa wakatembea kwa muda kwenye jangwa la Shuri. Baada ya hapo maandiko yanasema wakaenda mpaka kuna sehemu inaitwa Mara. Walipofika Mara wakakuta maji, lakini yalikuwa machungu. Hivyo wana wa Israeli wakamlilia Mungu na Musa. Mungu akamwambia Musa achukue mti autie katika maji na yale maji yatakuwa matamu. Musa alifanya hivyo, alitia ule mti katika maji na yale maji yakawa matamu pale Mara. Kwa maandiko yanasema Mara maana yake ni uchungu. Tunaweza kuona katika mkoa Tanzania kuna mkoa unaitwa Mara. Walipotoka Mara wakatembea wakafika kuna sehemu inaitwa Elimu. Hapo wakakuta neema kubwa sana. Walikuta visima 12 vya maji safi na mitende. Ilikuwa ni nchi yenye neema. Inasemekana hapo Elimu ndiyo Saudi Arabia ya leo. Walipotoka Elimu wakakaa hapo kwanza, wakaenjoy maisha, wakafurahi. Baada ya siku kadhaa wakatoka Elimu wakaenda kituo kinachofuata. Biblia inasema Refidim. Hapo kulikuwa kuna changamoto pia. Hakukuwa na maji, palikuwa na jangwa la mawe. Maandiko yanasema baada ya kutembea kwa muda mrefu wakahisi kiu sana. Wana wa Israeli wakaenda kwa Musa wakidai wana kiu, wanataka maji, na mbaya zaidi wakalalamika ya kwamba kwa nini aliwatoa katika nchi ya Misri na kuwapeleka jangwani ili wafe kwa kiu. Kwa nini asingewaacha Misri waishi huko, wafe huko wakila nyama na samaki? Ndugu zangu, hakuna kitu kibaya kama kuwa na akili ya utumwa au slavery mentality, mtazamo wa kiutumwa. Wana wa Israeli kwa sababu walikaa vizazi zaidi ya 4 kule Misri, walikuwa na akili ya utumwa. Hivyo kila wakati walipokutana na changamoto walikumbuka maisha ya utumwa. Katika maisha hata upite katika changamoto kiasi gani, haupaswi kukumbuka maisha mabaya ambayo hukustahili kuishi. Kwa mfano, mtu ambaye alikuwa jambazi, akifanya ujambazi na kupata pesa na mali, akiokoka au kuacha ujambazi na akaishi maisha ya changamoto ya kiuchumi, hapaswi kulalamika, kwa sababu ujambazi sio kitu kizuri. Sasa wana wa Israeli wanamlilia Musa, wanataka maji. Musa akaenda kwa Mungu na Mungu akamwambia Musa awakusanye baadhi ya wazee au wakuu wa watu. Kesho yake hiyo itakapofika, yeye Mungu atakuwa juu ya mwamba, naye Musa ataupiga mwamba mara moja na mwamba utatoa maji. Kesho yake ilipofika, Musa akafanya kama Mungu alivyomwagiza, lakini alifanya kosa moja. Baada ya kupiga mwamba mara moja ili maji yaweze kutoka, Musa alipiga ule mwamba mara 2. Jambo hili lilikuwa ni chukizo kwa Mungu.
na ndipo hapo Mungu alipoahirisha mpango wake wa Musa kuingia katika nchi ya Kanaani. Mungu anamwambia Musa makosa yake, na baada ya hapo anakwenda kuzungumza naye mlimani, anamuonyesha nchi ya ahadi, anamwambia hautaingia bali utaishia jangwani. Musa anamuomba Mungu sana kwa machozi amruhusu aweze kuingia katika nchi ya ahadi, lakini Mungu anasema hapana. Musa anakuja kwenye kambi ya wana wa Israeli, anaongea nao, anawakumbusha sheria za Mungu, anawasisitiza habari za mambo ya kufanya watakapoingia katika nchi ya ahadi. Siku ilipofika, Mungu anamwambia Musa apande juu ya mlima aweze kumtwaa. Musa anakwenda juu ya mlima Nebo, anatwaliwa na Mungu. Maandiko anasema Mungu anamzika Musa huko mlimani. Mungu anamtokea Yoshua anaendelea mbele na safari badala ya Musa. Mpenzi mtazamaji, hata kama Mungu alikuahidi mambo mazuri kiasi gani, ukienda kinyume na maelekezo na mpango wake, Mungu anaweza kubatilisha mpango wake katika maisha yako. Unapaswa kuwa mwaminifu wakati wote. Haupaswi kunung'unika. Unapaswa kumwangalia Mungu peke yake, naye Mungu atakutokea. Mungu atakusaidia. Mungu na akubariki sana. Amen.